Kwa jina naitwa Shebi Yanga kutoka tawi kubwa, tawi ya Yanga on fire. Nipo Kibama ile moja kwa duka la Simba Outfit, duka linauza jezi mbalimbali za Simba, za Yanga, za michezo ya timu yote, jezi zote zinapatikana. Kwanza kwa kusema tu Yanga najiamini kwa sababu viongozi wangu wamesajili, wametia hela, mwekezaji katia hela, viongozi wamesajili, na ina imani na timu yangu kwa ligi yoyote, ligi ya ndani na ligi ya nje, kwa sababu tumesajili vizuri, wachezaji ambao tunawataka tumewapata. Pia kwa kingine namshukuru sana kwa kiongozi wangu engineer kwa kumsajili Peter Shaulile. Peter Shaulile watu wengi wanasema japo mzee nini, lakini inaleta changamoto kwa timu yetu ya Yanga. Kwa sababu gani? Peter Shaulile ni mchezaji mkubwa. Sasa hivi watu wengi Afrika wanajiuliza Peter Shaulile kaenda timu gani, kaenda timu gani? Kuja kusikia kaenda Yanga, na Yanga nayo inapanda chati kwa juu. Engineer namshukuru kwa hilo, amejitoa, tunaendelea tunamuombea yeye maisha marefu, Yanga yetu iende mbele. Yaani kwa hapo nazungumzia kitu kimoja, Aziz Ki ni mchezaji mkubwa kwetu. Yaani Shaulile ni mchezaji mkubwa sikatai, lakini Aziz Ki ni mchezaji mkubwa kwetu, ashafanya mambo mengi. Aziz Ki ashafanya, tumechukua kwenye ligi kuu mwaka juzi, tumeenda mbali kwa ajili yake. Aziz Ki ni mchezaji mkubwa kwetu, na kurudi kwake tunafurahi kubwa kwa sababu gani? Tutafanya mengi kwenye mechi za kimataifa. Aziz Ki ni mtu wa kuamua mechi nyingi kubwa. Kama mechi 3 nazikumbuka mimi, Aziz Ki katusaidia sana. Kwa Aziz Ki kumpa heshima ile, hata mwenyewe na imani atacheza ule mpira ambao tunautaka sisi. Hivyo na imani kwa timu yangu sasa hivi, kwa timu ile iliyosajiliwa sasa hivi na engineer, pia viongozi wangu wa Yanga, timu bora sana. Yaani timu bora sana. Na imani tutafika mbali kwa mwaka huu, tutafika mbali. Na ukiangalia timu ambayo kama hali timu tishio haipo, na imani hiyo tutafika mbali kwa timu yetu ya Yanga. Siogopi timu yote ambayo inakuja mbele yangu. Mwaka juzi Mamelodi ilikuwa timu kubwa, lakini tuliendesha pia, japo tulikuwa tuna kikosi hiki. Sasa hivi tuna kikosi kizuri, tunaogopa nini? Simba ambayo kuna kitu ambacho kinaendelea ambacho yaani timu yote lazima kiwe nacho. Yaani mwekezaji labda yule mdhamini, kunakuwa na vitu vile mbalimbali, kugombana, kunini. Simba kuna mgogoro aina fulani hivi, sema utakuja kukaa sawa. Wanasema kwamba Mangungu ni mtu wa Yanga. Mangungu sio mtu wa Yanga, Mangungu ni mtu wa Simba, ila ni katika kujitetea. Siku yote katika kujitetea lazima useme hivyo. Mangungu sio mtu wa Yanga, Mangungu mtu wa Simba, ndio maana akao mwenyekiti, sio mtu wa Yanga. Na katika kujitetea lazima useme hivyo. Na imani hilo. Mimi mwanangu huyu aliyokuja sasa hivi Aziz Ki na imani naye. Aziz Ki anachukua. So anachukua kirahisi. Kwa hiyo leo tutegemea leo Aziz Ki leo lazima aanze, na leo lazima ashinde hata goli 2. Na imani. Huwezi kumuona Suleiman Mwalimu naye anaingia katika kikosi leo. Mwalimu leo sawa, nimesikia tetesi. Akaanzia benchi. Mwalimu sawa, nimesikia anachukua, ataanza, lakini mimi kwa Aziz Ki sina upinzani kwa sababu mchezaji ambaye namjua kwa muda mrefu. Sema wanangu Yanga tuna sifa sana. Shaulile, Suleiman Mwalimu, sisi hapa hajarudi. Ndio maana nakwambiaje? Bado kuna Pakome hajarudi kwenye nani. Lakini ndio maana nakwambiaje? Uwekezaji, umeona uwekezaji, tunasema tunamshukuru sana engineer, tunamshukuru boss JSM, anajitoa. Umeona kujitoa kwake, na sisi wananchi tunapata furaha. Ndio maana tuna umoja, tunakuwa na ushirikiano hivyo. Sasa mimi ndugu yangu sitaki kukuchosha leo kwa sababu kazini. Lakini leo nataka niambie, yeye katika jezi za Simba na Yanga ulizokuwa nazo hapa, jezi ipi ambayo inaongoza kwa mauzo kwa wakati huu? Hata kwa sababu sio wewe Yanga, kwa sababu Simba Yanga, ongea ukweli. Kusema kweli unajieleza. Jezi za Yanga kusema kweli, yani umoja unajieleza. Jezi za Yanga zimbakia hizi 2. Na hizi 2 zimbakia kwa sababu ni kubwa. Hamna wavaaji, ni kubwa. Jezi za Simba hapa unaziona zipo, aina zote. Mwenyewe unajieleza. Hata huyu mdoli umeona kavaa jezi ya Simba, jezi ya Yanga zimeuzika kusema kweli. Yaani asikufiche. Hii jezi moja hapa dukani kwetu tunauzaje? 45. 45. Na Simba?
45 pia hivyo. Kwa hiyo katika pisi hapo mama Zanga zimetembea. Zanga zimetembea, hizi zibaki mbili hizi na mbili hizi kwa sababu ni kubwa. Ni kubwa kama yule kama Mwarabu wa Simba yule angekuwa wa kwetu ningembariki. Maana alilalamika sana jezi yana. Unawaambiaje mashabiki kwa ajili ya kununua jezi za timu yako? Na shauri shabiki yoyote wa Yanga wa Simba wote michezo wote kitu kimoja. Shabiki wa Yanga wa Simba kununua jezi original ni kitu cha muhimu sana kwa sababu tunachangia mapato ya timu yetu. Tunafanya wachezaji wanalipwa kwa wakati, mishahara inatoka kwa wakati, vitu vingine vinaendelea kwenye klabu zetu, na washauri mashabiki wa Yanga na Simba kununua jezi original ni muhimu sana. So Yanga tu nizungumza kwa sababu timu yangu hapana. Ni timu zote mbili. Kama sasa hivi Simba nawashukuru, Simba nawapongeza kitu kimoja, wametoa kitu fulani ambao jeruti, yani wale mashabiki ambao influencer wao utembea sehemu mbalimbali kwenye minada, kwenye minini ambao kukagua jezi za Simba feki. Kwa hilo nalipongeza, na sisi kwa sisi tu, yani kwa hilo sema kweli tutawaiga pia. Ila mwanangu hapo nilikusha kitu. Hiyo jeruti hiyo alichangisha hela kwa msajili hata sijaona chochote. Walisema wanataka mchukue Faisali. Ikawa kimya mpaka leo, sasa sijajua. Sasa kwa jeruti sitaki kumzungumzia tajiri jeruti. Zile hela labda na manufaa zake au anani zake, lakini kiukweli alisema anachangisha kwa sababu ya kumleta mchezaji wake. Tuangalie muda bado, labda kuna disha dogo atamleta. Siko nafasi ya 5. Hamna, kuna disha dogo. Hamna, siwezi kuwacheka. Wenzangu, ndugu zangu, siwezi kuwacheka. Wanachokipitia unafurahia. Nachokipitia Yanga Simba na kifurahia kiukweli. Na kifurahia sana. Yaani lakini sasa tena ndugu yangu mtongee kweli. Yanga alipopitia muda kama alipopitia katika kipindi kama hiki kutoka Simba. Kweli. Yanga hajawahi kufungwa na Simba. Ya kweli kipindi kile tunatembeza bakuli, nakumbuka Yanga anakufa moja timu mbovu Yanga, lakini bado alikuwa anafungwa. Nakumbuka ile bakuli ilikuwa bakuli, lakini Yanga tulikuwa vibaya kipindi kile. Manja anatusumbua huko, anatusumbua, lakini ilikuwa hatujawahi kufungwa na Simba. Kiukweli nashukuru kwa hilo, lakini kwa ndugu zetu hatua wanazopitia ni hatua za mapito tu. Wakae chini, wajenge, waungane. Kama jana nimesikia mwingine kaekwa polisi Mwarabu, siyo nani kaenda huku, kaenda huku. Kitu cha kawaida katika polisi. Hiyo nimeipata hiyo. Ni ujue nini? Kama sisi mashabiki influencer wale ambao mashabiki ambao wanataka kumpiga mashabiki kwa sababu tumtie polisi atulie. Hamna, kuna wale mashabiki ambao influencer ambao wanajulikana sana. Unajua mtu anakufuatilia. Kama ukisema nani Mandala hivyo, kama una upande wa pili kuna nani, kuna Godi Yanga, kuna watu ambao wanakufuatilia wewe mashabiki wa Yanga, lakini wanamshabikia Godi Yanga, wanamfuatilia Godi Yanga. Kwa hiyo Godi Yanga akiongea kitu watu wanamfuata. Kwa yule Mwarabu kuna watu ambao wanamfuatilia. Mwarabu akaongea kitu. Mwarabu yupo bwana, Mwarabu wa Simba unamjua? Mwarabu wa Simba yupo. Huyu yupi bwana? Mimi simjui, nimeambia bali mweko ni clip hapa ni. Mwarabu wa Simba yupo, utamjua. Anaitwa nani? Jina lake limenitoka hivi. Mimi sina ushabiki. Ushabiki wako ni nini? Kula ugali na bia. Mimi naitwa Dizo mzee, maarufu jina langu Dizo. Mimi mshabiki wa Yanga mzee. Yanga kindaki baba. Mimi Yanga yangu iko vizuri kaka. Mimi Yanga yangu iko vizuri na naiamini iko vizuri. Na lazima mwaka huu chukue tena, mwakani chukue tena kaka. Mwalimu hana tatizo mzee. Kuna makosa tu madogo na nini, mwalimu hana tatizo. Sawa? Mwalimu ndo kwanza ndo mechi yake ya kwanza kwenye ligi. Kwa ngoja tuvumilie, tumsikilize, tujue kama tunafanyaje. Mwalimu ndo mechi yake ya kwanza. Hana shida mwalimu. Ngoja tumwangalie. Mwalimu sikamfunga mtani goli moja. Mwalimu ndo maana nakwambiaje, mwalimu hana tatizo. Yaani tatizo pale hakuna. Ushanielewa? Yanga iko vizuri babu. Hamna kitu blaza. Mimi nakwambia, yaani ndio hivyo tu, kudra zile zinazotokea. Wewe angalia ule mpira goli alishinda Chama lile pala papatu lile. Ile goli kama angeshinda Pamba Jiji lile, mimi nina imani kwamba wasingekubali. Watu wangeenda kwenye checking pale. Ingekuwa hamna kitu yani. Yaani goli ingekataliwa. Sema ndio hivyo.
Goli halali kweli, ndio hivyo. Angalia kwa upande wa pili ile goli kama angeshinda Pamba. Mimi nina imani kwamba ile goli lingekataliwa mzee. Yani vile kabisa mzee, unaona kabisa yani personally, yani unaona kabisa yani wakubwa. Sasa hivi unaichukuliaje Yanga yako? Mimi Yanga yangu iko vizuri mzee. Yani pale Yanga yangu, yani kwanza mimi pale na vikosi viwili hapo vyote bora mzee wangu. Kwanza nikianza kukupangia list, yani vyote bora. Yanga yangu mimi iko vizuri kaka. Yani haina shida yoyote. Unazungumzaje ujio wa Ziki? Ujio wa Ziki nimepokea vizuri mzee. Na Ziki pale tena akija, sijajua kwamba tena kuaje yani. Na ndo kashatua mzee. Tumepokea vizuri tena tumefurahi sana wananchi. Sawa, ujio wa Ziki kuna Selemani Mwalimu. Je, unadhani leo katika kikosi cha Yanga first 11 ya leo wataanza? Sina uhakika na kuona Mwalimu kwa sababu Mwalimu ndo anajua nini cha kufanya. Sina uhakika kwa sababu ukishukulia hata Mwalimu hoja alitua muda. Kuna mechi ya kwanza tunaenda kucheza Mtwara Umeona na Namungo, Mwalimu hajacheza lakini alikuwepo lakini hajacheza. Kwa hatuwezi kujua kwa Mwalimu atakapoamua Ndio Mwalimu ndio kila kitu, Mwalimu ndio anaelewa. Hatuwezi kujua. Shaelewa blaza. Sawa. Ila kimpendeza Mwalimu kimpendeza Mwalimu pia anaweza kampanga Selemani Mwalimu, kampanga Ziziki. Yote yanawezekana. Wewe leo mechi ya leo wewe unaizungumziaje? Je, mnaenda kushinda au mnapoteza? Mechi ya leo ushindi lazima blaza. Ushindi unazungumzia ushindi tena kwa Yanga kaka? Mimi niko away kweli lakini ndio hivyo. Yanga yangu mimi naiamini mzee iko vizuri. Sasa fikiria kama Tule mwenyewe ule ustazi mahali mshewe. Anakuja anatokea benchi unachukuliaje Yanga mzee? Na kati Tule mchezaji mmoja ambaye mkubwa sana. Sasa ndugu yangu naomba nikushukuru kupoteza muda wako na sisi. Haina shida blaza. Haina shida blaza, pamoja sana. Basi tunatie kazi njema. Haina noma blaza na kwako pia.